Kweli dunia haina huruma. Kijana mmoja aitwaye Elisha alikuwa dereva maarufu kwa umakini wake barabarani. Alijulikana kwa kuwa makini, mnyenyekevu na mwenye hofu ya Mungu. Kila safari ilianza na sala fupi, Bwana niongoze nisimlete mtu majeraha. Lakini siku moja, kama ilivyo kawaida kwa wanadamu, makosa yakamtokea. Akiwa kwenye barabara kuu, akabaki akisikiliza mahubiri kwenye redio. Kwa muda mfupi tu, akili yake ikashtuka. Alikuwa amepoteza tahadhari kwa sekunde chache. Gari lililokuwa mbele lilipunguza mwendo ghafla, na Elisha hakupata muda wa kutosha kujihami. Akajaribu kugeuka, lakini bado akaligonga kwa pembeni. Ni bahati mbaya, lakini ni kweli alikuwa amekosea. Ajali ikasababisha msongamano. Watu wakajaa wakimkaribia kwa hasira. Huyu anastahili adhabu. Madereva kama hawa wanaua watu. Huyo apigwe kwanza kabla ya polisi kufika. Hakuna aliyemsikiliza. Hakuna aliyeuliza kilichotokea. Dunia haina huruma kwa anayekosea. Elisha alijaribu kueleza, lakini sauti za lawama zilikuwa nyingi kuliko sauti ya ukweli. Askari wa usalama walipofika, walimtazama kwa macho makali. Ilionekana wazi waliamini kuwa kosa lilikuwa lake. Kwa kuwa kulikuwa na majeruhi, sheria ilitaka achukuliwe hatua kali. Elisha akasimamishwa pembeni, akahisi kama dunia yote imekuwa kinyume naye. Kutafuta msaada ambako hakupo. Katika hofu akawasiliana na ndugu na rafiki zake. Badala ya faraja, walimshutumu zaidi. Haya ndiyo matokeo ya uzembe wako. Tulijua siku moja utatuvunjia heshima. Hatuwezi kukusaidia katika hili. Maneno hayo yakamchoma zaidi kuliko hasira za watu. Elisha akahisi ameachwa peke yake katika dhoruba aliyoisababisha kwa bahati mbaya. Siku hiyo alijua maana ya usemi. Watu wanakukumbuka kwa mema yako, lakini wanakuhukumu kwa kosa moja. Akiwa amekaa kituo cha polisi, machozi yakimtoka kimya kimya, wazo moja likapita moyoni mwake. Mbona sijamuomba Mungu? Mbona nimemkimbilia mwanadamu kwanza? Kisha akakumbuka mtu mmoja ambaye kamwe hakumwacha. Kiongozi wake wa kiroho, naye ni mchungaji. Akatuma ujumbe mfupi. Mchungaji alifika haraka sana, bila kuuliza maswali, bila kumhukumu. Akaingia ndani, akamkumbatia na kusema, Elisha, mwanadamu anaweza kukataa, lakini Mungu haachi mtu anayemkumbuka. Hata kosa lako Mungu anaweza kulifuta kwa huruma yake. Elisha akainama, akalia, na kwa mara ya kwanza tangu ajali, akahisi amani ndogo ikianza kuingia moyoni. Mchungaji Daniel akamfungulia Biblia na kusoma Zaburi ya 103 sura ya 13 hadi 14. Kama vile baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Kwa maana anajua umbile letu, anakumbuka ya kuwa sisi tu mavumbi. Kisha akamalizia, wewe ni binadamu, umefanya kosa. Lakini Mungu anajua udhaifu wa wanadamu. Ukimtumainia atakupa rehema na njia ya kutoka. Elisha akapiga magoti pale kituoni na kusema, Bwana, nisamehe makosa yangu. Naomba rehema zako. Amani ikamfunika kama wingu la baridi. Baada ya uchunguzi wa kina, iligundulika kuwa ajali haikutokana na uzembe wa makusudi, bali na makosa ya pande zote, pamoja na tatizo la breki kwenye gari la mbele ambalo halikuwekwa wazi. Elisha hakuwa sahihi kikamilifu, lakini pia hakuwa mkosaji mkuu. Sheria ikapunguza mashtaka na hatimaye kesi ikafutwa kabisa. Askari mmoja akamwambia, ulikuwa na bahati, lakini pia unaonekana mtu wa Mungu. Endelea kuwa makini. Elisha akatambua jambo hili kwa moyo huu. Wanadamu wanahukumu, lakini Mungu ana rehema. Akiwa anatoka kituoni na mchungaji Daniel, wakakutana na mwinjilisti Hale aliyesimama pembeni ya barabara akisubiri usafiri. Baada ya kusikiliza simulizi yote, akasema kwa sauti yenye mamlaka ya upendo huu, watu wengi wanavunjika wakikosea kwa sababu wanakimbilia wanadamu. Lakini wakimkumbuka Yesu wanapata tumaini, rehema na suluhisho. Makosa ya mwanadamu hayazidi huruma ya Mungu.
Kisha akamalizia kwa ujumbe kwa wasikilizaji wa simulizi hii. Kama simulizi hii imekugusa, toa maoni, like na subscribe. Ukishiriki kwa wengine, utawasaidia madereva na watu wengi wanaoteseka kimoyomoyo wajue kuwa rehema ya Mungu bado ipo. Watatu hao wakashikana mikono na kuomba hapo barabarani, na walipoondoka Elisha alitazama anga na kusema, dunia haina huruma, lakini Mungu ana rehema isiyoisha.